kimekusidi. Kaka, kwanza mimi nakushukuru sana kaka. Ndio. Yaani nakushukuru kupita maelezo kakaangu. Umeniokoa sana. Yaani kaka, kwa maana nyingine mwokoa hai wangu. Wale watu waona kama wananikimbiza kule. Nia na madhumuni yao ilikuwa ni kunitoa hai kaka. Kuniua. Sema nashukuru sana kaka kwa kuokoa maisha yangu. Unajua kaka, mimi natokea kijiji cha Nne. Kule kijiji kwetu kaka, kuna machafuko makubwa sana. Hivi ninavyokuambia mimi kaka, familia yangu yote imeuawa, yote. Nimebaki mimi tu. Na wale watu ambao waona wananikimbiza, yani nia yao ni kunimaliza na mimi. Ila nashukuru kaka kwa kuokoa maisha yangu. Nashukuru sana. Sababu kubwa ni nini sasa? Unajua kaka, kule kijiji kwetu sasa hivi kuna machafuko makubwa sana. Kuna machafuko yalianzia katika masuala ya wafugaji na wakulima. Kwa hiyo imesababisha machafuko makubwa sana. Kwa hiyo sasa kaka, nikajikuta tu katika kukimbia na kuokoa uhai wangu ndio nikatokea huku. Na wewe vile ulipotokea umekuwa msaada mkubwa kwangu kaka. Kwa hiyo mimi ninachokuomba kakaangu, kwa hali nisivyo kule kijiji kwetu, sasa siwezi kurudi tena. Wataniua kabisa kaka. Kwa hiyo ninachokuomba kakaangu, kama kuna uwezekano na kama utaridhia, basi naomba uniruhusu nikae hapa kwako mpaka na mimi nitakapojiweza kidogo. Basi kama kuna uwezekano nitafute mji wangu na mimi katika kijiji chenu. Inaonekana ni kijiji cha amani na kijiji tulivu kabisa. Kwa hiyo kaka, mimi nakuomba kama kuna uwezekano nisaidie kwa hilo kaka, nikae hapa kwako. Kwanza nikukaribisha. Karibu. Isikie kama uko nyumbani. Ndio, kwa haya ambayo yamekukuta, tuliza kwanza moyo wako. Tutajadili vizuri, tutajua namna gani ya kusaidia zaidi. Labda nimwite mke wangu. Mama toto. Abeme. Kwangu nimepata ugeni. Tutakuwa naye kwa kipindi kifupi hiki kwanza. Ana matatizo mengi lakini tutaongea baadaye. Watu tumpokee, tumpe hifadhi. Basi tutakaa naye kwa siku mbili. Karibu sana. Asante sana shemeji, asante. Uko nyumbani kabisa. Nashukuru shemeji. Haya, karibu. Haya, karibu. Asante. Dada, kuna mgeni nimemwona pale kwa Sule. Zomba. Ndio. Mimi yule nilimuona tangu jana alipoingia nilimuona. Nimeenda kumjaribu, haingiliki. Wewe mdogo wangu, nguvu zako ndogo. Ngoja mimi kesho niende nikamjaribu. Nitakupa taarifa. Sawa, lakini ndio kwa tahadhari. Sawa, usijali. Sawa. Naona unaweka mambo sawa kidogo. Sinaje tena asubuhi. Sawa. Sawa shemeji. Mimi mwenyewe niko shambani. Haya, hamna shida. Utamwambia basi kaka mimi niko shambani. Haya, sawa. Haya. Habari yako? Salama vipi? Naona muda mrefu. Mimi nipo. Mimi nimerudi, niko mtamu bwana. Sasa hivi shughuli zangu ni kwenda kuchukua magari Dubai. Naagiza magari kwa motorcycle mobile. Kwa sasa hivi niko vizuri. Niko sawa. Kwa hiyo mimi kinanihusu nini? Hakikuhusu kitu, lakini si unajua kwamba mimi ndo nimetokea kuvutiwa na wewe toka kitambo kile, wewe unajua mwenyewe bwana. Tuna ni mind. Ushawahi mind wangapi? Na mbona hujaoa? Unapitia watoto wa watu hizi una wa mind. Sasa hapa unipati. Muone tumbo lake kama vile kiroho banyo.
Tubu kama kiroba vipi bwana? Mpunga unaongea na mimi nimekwambia sasa hivi niko sawa sawa. Sasa bwana tufanye mipango basi. Mimi unajua na kuelewa muda mrefu bwana. Unaelewa? Zigo lipo. Hivi wewe, mbona utulii? Kutwa unazurura na jua hili, Ujionee huruma na hali yako kweli wewe. Mimi kutulia natulia, sema niko nazunguka tu kwa mtaani, mimi kwa nazunguka tu kwa mtaani. Umetoka mtaani wapi? Mimi nimetoka kuna jioni kucheza game. Kucheza game? Ndio. Utulie basi ndugu yangu, jua hili. Unajua hapo kikaa nyumbani na kiuno kinauma. Haya, niambie. Nimepita hapa tu mtaa ule pale kwenye jumba jeupe lile. Nimekutana na ule dada mopo nani? Batuli. Ndio. Pia atakuja baadaye dukani. Aje, mimi nipo. Ndio tena ngansisitizia kwa mwambie dada yako nakuja. Kama basi sawa na nini? Naye. Na baba tikiti. Sema ni dada. Mimi na shida. Shida gani? Mimi na shida shilingi 20,000. 20,000? 20,000 naitwa biashara yenyewe ngumu kama unavyoona. Inajiona nyima kupi wewe. Kunipa mimi unanipa. Ukiona hivi biashara ngumu, una shukrani. Biashara yenyewe kama hivi unavyoona, unanionea huruma mimi ndugu yako. Basi sawa. Mimi naenda ndani. Haya. Kwanza. Unakijua kile kitu cha Mama Ndende? Kile kilichozaliwa? Ndio. Nakijua kimefanya nini? Mimi kile ni cha kwangu. Maana toka kimezaliwa nimesema mimi nitakichukua ili niongeze nguvu. Wewe kichoga usichanganye cha kwangu. Dada yangu nataka niongeze nguvu na mimi. Maana sasa hivi nguvu zako ni nyingi na mimi nataka niongeze nguvu. Wewe kichoga, kile kitoto ni cha kwangu. Tena mafuta ya kitoto kichanga yana nguvu sana. Kwa hiyo nataka niongeze nguvu maradufu, sawa? Usinitibue. Niachie mimi dada na mimi niongeze nguvu. Afu wewe kitoga wewe, usinibishie tena nitakuadhibu. Haya sawa dada. Nilishagoma tayari. Nisumbuaga hili nilishagoma tayari. Mafuta yatakuwa yameisha sijui. Hapo kazi shaisha, shamaliza. Ipo lele? Naam. Habari yako? Nzuri. Sasa mimi nilikuwa nakuja kwenu hapa. Baba wako alinigea kazi ya kulima lile shamba lake kule. Sasa nishamaliza. Kwa hiyo nimeona nije kuchukua hela yangu. Sijui nitamkuta? Yupo nyumbani, nimemwacha sasa hivi yupo nyumbani, nitamkuta. Yupo eh? Yeah. Sawa, ngoja nimwahi. Okay, sawa. Yaani Kacha mchana anajifanya mjanja, muone usiku alivyolala kama boya vile. Hata ajielewi, cheki. Mchana anajikuta mjuaji kutusemesha sana, lakini angalia usiku. Tunafanya tunachokitaka. Yaani mimi kujirahisisha kote huko unajifanya unanikazia. Lakini yona sasa hivi ulivyolala na uwezo kufanya kitu chochote ninachotaka. Yaani nataka kesho akiamka mwili wote uwe unamuuma.
Cheki jinsi alivyo. Cheki. Yaani nataka kesho akiamka siweza hata kutembea. Mwili wote wewe mchungu. Nashuka na mimi nifanye kwanza. Shuka. Wewe bado sijamaliza. Wewe unamuonaje huyu? Mtamu huyu. Kasongo, karibu sana. Asante dada. Fadhali umekuja maana wanawaza na kupataje. Nilipita hapo kwa msikiti hapo akaniambia bwana dada yako hapo anakutafuta ndio nikaja. Mkaa wako leo niletea juzi yani ni madudu kabisa haifai. Ule mkaa ulikuwa mkorosi ule. Ungesema sasa. Ungeniambia sasa yani nimepata hasara unaona yani michenga tupo yani gunia zima kama hivyo na kwa. I say. Kwa hiyo sasa kaniletee kuni. Asa dada kuni nazo unajua kuni nazo. Sasa hivi mapoli yenyewe haya sasa hivi. Kuni bei yake imechangamka dada. Kama shilingi ngapi? Dada bwana dada. Mimi nitakuletea bei tunaongea dada. Sasa dada yangu bwana lakini bei imechangamka kidogo. Kaletee bwana. Lakini ndio hivyo sasa. Kuzoea dada sijali. Kweli tutaongea tu. Sawa. Basi hivyo bwana nataka niwahi shambani. Yes dada haya. Jamani ukaka anajituma maskini we. Nasma, mimi natoka kidogo. Sawa? Kasongo nimemwagizia kuni. Akija uzipokee, sawa? Kuhusu hela mwambie mpaka nirudi. Haya sawa dada. Lakini huyo Kasongo yupo kwa kijijini kwa muda mfupi, watu wanampenda hatari. Itakuwa naishi vizuri sana na watu. Au shamtamani? Amna bana dada mimi ongea. Usije ukaniletea mimba za ajabu. Jamani, kusema kweli imekuwa shida. Mimi nimesema tu. Mimi naondoka na vile vyombo nikuta umeosha. Muda wote unatwanga. Watonga nini kisichoisha hicho? Yaani mimi wangu chikisamu chenyewe hichi. Ni mpira tupu. Yaani basi naleta utwange sana ili kiweze kulainika. Unajua mtongo ule mpira uloletea sio kama huu. Ule dumu naye muda mrefu sana huo. Nakumbuka nimenunua kitu kilivuna mahindi ya mwaka jana. Ulikuwa imara kweli kuliko ule ambao niloletewa jana. Sio kunielewa. Tezo kwa mpumi wangu naye yani tezo ubishi. Ile basikeli ile uliuza. Ile basikeli uko na bebe mazao kule umeuza. Matukio yake umenunua umeletea basikeli bovu kabisa basikeli mbovu matukio yake ndio haya. Na mimi nilikwambia ile ukitaka kunisikia. Tukupewa kuuza kwa shida mke wangu. Na Bwana Kasongo sijamuona leo. Kasongo ametoka tangu asubuhi. Ameenda wapi? Alipoelekea mimi sijajua. Ila nikwambie kitu unajua Kasongo ana wiki moja hapa kijijini. Ndio. Lakini huwezi amini. Amechangamsha kijiji. Yaani yule kaka ni mcheshi. Anajituma. Mbona alifahamu? Mkaka mpole yule maskini alitaka kumuua tu bure maskini kaka watu. Ndio hivyo. Wanadamu hawana wema. Sasa mkaka kama yule jamani mpole vile mcheshi, wanataka kumuua kwa sababu gani? Ila nikwambie kitu na. Kitu gani tena? Mimi naomba umtafutie shamba. Kule kwa Zemponde yule. Ni nzuri. Ila nilikuwa nafikiria kanuni wazo hilo ila shamba la huko bondeni kule chini kwenye wale msitu wanatoka ngine usiku mara nyingi watokea kule. Niona kama akikaa pale pia atakuwa ni vizuri analinda na shamba letu hapo. Ndio sinikate kipande kile. Kwa kuna yake kama 1.5. Alime tani yake. Ni sawa.
mali tu yani naye awe na mji wake. Ila na mashaka, mbona msifia sana? Na nini hapo? Sasa mwanangu mtu mcheshi, mpoa tete kusikia. Mtu tu yani ile shamba, mtasio ile shamba naye awe na mji wake kidogo. Mtaka mpoe sana, yani anajituma sana kwa kweli. Basi kama atakuwa atawahi kurudi, mwambie niongee tu. Haya. Nenda kupumzisha sasa hivi. Maana yake Amechoka. Choka kweli kweli. Na huyo anaita mpira huyo ambao sio mtaweza kudumu kama ule. Mama mwanangu mimi. Jamani, nitakuja nani mimi? Mama mwanangu mimi. Kila saa mwanangu majozi. Nikikuja chakula utaki kula. Kuto unamwaza mtoto. Mtoto ameshapotea. Tumeshamtafuta pande zote ndani. Lakini onekani. Tumeshaenda mpaka kutoa taarifa polisi. Lakini mafanikio hamna. Ni jambo tu la kumshukuru Mungu. Utalia mpaka lini? Hapana mama. Mama siwezi. Siwezi mama, hata kidogo siwezi. Mwanangu. Mama tambua wewe mwanangu. Ni mwanangu wa kipekee mama, bora hata angekuwa ni mkubwa. Mtoto ana siku mama. Ana siku anamchukua, niambia watamfanyia nini? Watamfanya nini mwanangu? Mimi. Mama unaongea tu. Ingekuwa na mama usingeweza kuvumilia. Jaribu kubali vitu vyangu mama. Ema fikiria ingekuwa ni mimi mwanao ndo nimeibiwa mama. Ni kweli mwanangu unachosema. Mimi mwenyewe pia nina maumivu kama nina machungu. Watakuwa wamepotea katika mazingira ya ushirikina. Hiyo ni kweli kabisa. Ila mwanangu, mshukuru Mungu. Mungu ndiye aliyekupa. Na nina imani Mungu huyu atakupa mwingine. Basi. Nikoze. Kitoga, be dada. Yule mtoto wa mama Ndende niliyokuambia. Ndio, huyu hapa nimesema. Dada, lakini choki kinavyotia huruma. Wewe, acha ujinga. Unaleta habari zako za huruma hapa. Hii kazi utaiweza kweli wewe? Sasa huyu mtoto unaona pale? Nitamfukia pale kwa muda wa siku 7. Baada ya hapo kazi itakuwa imeisha. Nataka nikusaidie mdogo wangu, nataka niwe na nguvu nyingi. Dada, lakini na mimi nataka uniongezee nguvu. Usijali, nitakusaidia. Sawa dada. Dada, tuwe makini tusipasahau hapa. Sawa, hatuwezi kupasahau. Au tutie alama? Kweli tutatia alama. Alafu dada, unakumbuka bia tu zetu usiingie kwenye huu msitu? Kwa sababu huu msitu ni wa maadui zetu. Ni wa ukoo wa Tausi huo. Bibi ana mambo yake tu ya kizamani, achana naye. Kwani sema tu na tazai tusiingie huku. Bibi naye ana mambo yake tu ya kizamani, achana naye. Lakini nitakiwa tumsikilize yeye. Achana na hayo mambo ya bibi ya kizamani bwana. Yeye anajua kila kitu kuhusu hiyo kinachoendelea. Nimekwambia achana naye. Sawa, endelea. Sio poa shoga yangu, ni modela mazuri shoga yangu mazuri. Habari ya mjini maua mako shoga yangu kama unavyoona. Kwa hiyo kazi kwako. Shoga yangu kwa shingapi? Hapa kila kijola kina bei yake. Umeona mpitu kwangu kile cha mwisho pale. Wow, ule ni Msomali babu 65. Umeenda pale 10,000, 20,000, 20,000, 10,000 bila mtandio. Shoga yangu Msomali. Unao hata mmoja kweli? Mmoja ndo habari ya mjini shoga yangu. Karibu wewe tumchezo pesa.
Shingapi shoga? 25,000 upo? Anapunguza. Anapunguza shoga yangu. Na hivyo kama unataka kunikopa ni kama unabandika maana sio ile keshi. Kwa hiyo chungulia. Tanga jipya. Bwana nilipokuwa. Niambie Batuli, ile siku unasema si una miradi yako wapi si Dubai, wapi basi nikazani faida. Umeshaondoka. Bado sijasafiri japokuwa na mipango ya kusafiri. Kweli? Bado nipo. Una shoga yangu ana shughuli. Sale Kijola. Hapo napoona sina hata shilingi 100. Bado nilipofika pale, mwanangu kafanya kwani hivyo vijola bei gani? 35. Kizuri, yani nimekipenda hiko. 35 gani bwana? Sisi vijola tunavijua kwa sababu hizo ndio mishi zetu sisi. Kijola ni 8,000, venye mtandio 12,000 mpaka 13. Sasa kijola gani 30 na ngapi? Msomali ile, lakini msomali sio wa sasa hivi wa kisasa. Hilo ni wajibu hilo wajibu umepata. Yani sasa ukiingia ndani tayari na mimi nitakundamshi. Alafu ile nani yako mimi ulikuwa unaniambia unanifuatilia, mimi nilikuwa sijakusumbua. Leo tu nimekubali. Basi hakuna shida. Hicho kijola mimi nitakununulia, maana mimi hapa pesa cha kufanyia sikijui. Hebu nipe namba zako za simu ili vitu wasiliane bwana. 06 basi wewe kariwa tayari. Hayo basi nipigie basi. Hakuna shida. Wewe swala lako limekwisha na hichi sio kijola cha kwanza wala kile cha mwisho. Wewe tafuta kioni cha zaidi. Kijola nipata. Mbona unanitambua mimi? Basi hakuna shida bwana. Batuli. Kila kakite hivyo. Mbona utakibandua? Na kwa mfano atakoma na mtumbo wake. Talia. Huyu si Zena jamani. Jamani ameshakufa jamani. Jamani, kasika na kitu gani mwanangu jamani? Jamani. Ilikuwa ni ngumu sana. Alafu wanaokufa sasa hivi ni zaidi ni wanawake tu. Maskini jamani. Unakuta nini? Zena jamani maskini. Jamani, huyu si Zena huyo. Mbona kwa ndio tunazidi kufa tu jamani? Acha mimi tuwashughulikia nazidi kutumaliza tu hapa. Chawi. Lazima tutafute waganga. Waje wakomeshe. Tumechoka na matatizo ya kila siku sisi jamani. Tumechoka. Acha tumaliza jamani hapa mtaani. Ili sala hata tukumbia macho. Unafanyaje huko ndani? Nilikuwa nimepumzika. Yaani siku hizi umekuwa mvivu sana wewe. Kama mjamzito vile, sijui umekuaje. Yaani wewe siku hizi umekuwa mvivu sana. Vyombo umeviacha tu kajuzi, huoshi, angalia jikoni kule. Tutakula saa ngapi? Na leo ni zamu yako kupika. Zamu yangu kupika? Zamu ni ya kwako. Ni ya kwako. Yaani umekuwa mvivu kama mjamzito na nitamwambia baba. Toka hapa. Yaani usijui siku hizi amekuaje.
Kale kabisa kale kwa pride juzi chakala katika kutembea. Ya Mungu vituko hivi. Nikakaangalia kazana huyu. Vituko hivi basi ya Mungu. Yangu Kasongo. Nimekuja hapa kuna jambo tujadiliane kidogo. Sawa. Lakini tujadili pamoja na shemeji yako. Sawa. Mke wangu. Njoo. Ndugu zangu nimewaiteni hapa. Kuna jambo tujadili kidogo. Ndio. Hali ya kijiji chetu sio nzuri. Kila leo mauaji yanatokea. Mpaka leo wakati tunavuka bonde pale la Mpunga, nikakutana na wewe kibarua wa shamba la jirani. Nikakuta mtu kule kisimani amefariki. Juzi taarifa nilizopata kwenye shamba la michikichi kule. Mtu yule amefariki. Sasa hii hali ilikuwa ni ngumu kweli kweli. Inakuwa kila siku inaongezeka. Na mke wangu yule mpango kuzungua maana kwenda kwa mama nani, siku mama nani. Hii hali sio nzuri. Hebu tuingie kipindi hiki cha mauaji. Usije nikakuta janga lolote baya. Yaani mlango kuna kisimani kule kisima kile cha maji ya kunywa. Sasa hivi naogopa kwenda. Mpaka sasa hivi tunatumia kisima hichi hapa hichi. Tunachuja maji ndio tunatumia. Ndio maana maji yana chumvi chumvi. Mimi nashindwa kwenda kule. Unajua kaka, hii hali kwa kweli inashangaza sana. Yaani taharuki imetawala hapa katika kijiji. Watu wanakufa kweli kweli yani. Hilo sema nasema la Mpunga. Kakuta mtu kafa kule. Taarifa mimi nimezipata. Mimi sema la michikichi kule. Sio Mzembende kule. Ndio kwa Mzembende. Ndio kuna mwanamke kafa. Unaona? Lakini mimi kinachonishangaza ni kwamba kwa nini wanakufa ni wanawake tu? Ni wanawake tu ndio wanaokufa. Au hapa tutakuwa ugonjwa Naweza kuwa ugonjwa shemeji eti Huo ugonjwa ndio unaua tu wanawake. Yaani wanawake tu ndio wanaokufa. Hapa kuna namna. Hapa kuna namna, hii hali si ya kawaida. Lazima tuiangalie kwa makini sana hii hali. Yaani inatisha, hii hali inatisha. Inabidi tuwe makini sana brother. Shemeji, tuwe makini sana kwa kweli. Sana. Umakini unahitajika. Ukiona? Unahitajika umakini wa hali ya juu na hasa tunapenda kuchukua mahitaji dukani, wapi, kisimani. Lazima uwe makini sana. Sawa. Na hii hali mtu ifikishe kwa mwenyekiti wa kijiji hiki. Aitishe hata mkutano wa na kijiji. Tuone tunafanyaje katika mkutano huo. Kweli. Sio kunyamazia kimya. Hii hali hatari sana kwa kweli. Inatisha. Sana. Basi mke wangu yeye niandalie chakula hapo. Baada ya mimi niende kwa mwenyekiti kwanza. Mwanangu, usipende sana kuzurura hapa mtaani. Maanake siku hizi wachawi wanaua sana watu hapa kijijini. Mama, anaua watu sawa wachawi. Ipo siku mtamjua anaua watu. Mwanangu, nishakwambia kuwa makini na hawa watu.
Dada, sasa maji yanadimika, sisi anavyoenda mbali. Kweli maji sasa hivi yamekuwa adimu kweli, jua ni kali. Batuli, mambo poa? Vipi hali? Safi za siku. Safi, mpo? Tupo. Hamuonekani. Tunaonekana. Hata kutoka nje hapana. Sinajua tena kijacho, yani ndani tu, maana ukitoka uchovu. Tumbo kubwa yani, nachoka. Sasa napiga mazoezi kwa maeneo nyumbani na kuja tunapiga story na bwana. Haya bwana, ndugu zangu nitakuwa nakuja. Haya poa. Haya. Dada, umemwona Batuli? Umeshaona hicho kitumbo? Ni cha kwangu. Sawa bwana. Mwezi mmoja. Baada ya siku 2 tutakuzaenda kukichukua. Sawa, lakini kuwa tu makini mdogo wangu. Na mimi nataka niongeze nguvu. Kito cha Mandende umekichukua wewe. Saizi cha kwangu hiki cha Batuli. Sawa. Nitakichukua lakini usichelewe. Ukichelewa tu naenda kukichukua. Nikichelewa tena? Nimewahi kabla hajazaliwa. Lazima niwahi. Ole wako. Shikamoo. Marahaba, hujambo? Jambo, samani. Nilikuona uko unaongea na kina Kwandu pale. Wale sio watu wazuri wale. Na kwa hali yako hii, sijui kama utajifungua salama. Kwa makini nao. Mdogo wangu, kuwa makini na kina Kwandu. Watatumaliza hapa mtaani. Na hiyo hali yako uliokuwa nayo, kuwa makini sana. Sawa dada, nimekuelewa. Maana hali imekuwa tishio sasa hivi kijiji kizima wanasikika wao tu. Nimekuelewa dadangu. Mama. Be. Namchukia sana Kasongo. Kila siku nikaa namuota anaua watu. Hizo ni ndoto tu mwanangu. Mbona Kasongo ni mtu mzuri? Hata ndio mwanangu nyumbani tukaoshe vyombo. Sasa vipi? Safi vipi? Safi kwema. Mama. Mzima. Mzima. Kama kawaida. Kama dawa. Sija wakati. Fresh. Sasa samahani. Mimi nimekuja mara na sisi hapa. Hamna na hapo. Cheka kabisa hivi kaburi hapo. Eche hiyo. Sio hizi. Hamna sio hizi. Sasa ina gani? Hapo. Hiyo siogope. Samsung hiyo. Samsung. Unaweza stari hizi mwanangu. Sio kama cha polisi. Eche sister. Mimi ana 30 tu hapo. Mimi ana 30 sitaki. Basi mimi na 20. Utakuja kukamatwa. Babu wenyewe sasa hivi GPRS. Baba chukua simu yako sitaki. Sio kama tatizo bwana. Nile miongo yangu mimi sasa hivi. Alisha kwa ndogo hapo bwana. Acha wewe.
Bwana mambo nikimfuata sasa. Sasa mtoa hela. Mambo lenyewe kabisa hivi. Nataka nina nini? Ili mwanangu asipolipa 150. Yaani mwisho 130. Oya sio poa. Amina. Yaani mimi naomba nikatupe nguo, kuna nguo yangu nzuri tunaipenda kinyama yani. Odi. Kaka hivi mwanangu, kama kawaida ndugu yangu. Sipigwa tena shemeji hapo bwana nikalala ndugu yangu na kitumbo chake kile ndugu yangu. Mimi mwanangu mimi nina mchongo. Nakuletea mchongo mwanangu. Mchongo? Mchongo gani? Tofali? Hamna, tofali wapi ndugu yangu leo nimekuja bibi tofauti. Bibi gani? Mchongo wenyewe sio sana nakuletea tambo mwanangu mbala hivi hapa hii yenyewe mwanangu. Isi mwanangu kuna bosi wangu pale kati pale tunafitoa tofali kanigea kaniambia niweke je sokoni afu mazingira mimi wewe mwenyewe ana shida yani ana shida anauzia shida isi. Bei chetu mwanangu. Mimi sio mwizi ndugu yangu. Mimi ninatoka kwenye tofali sasa hivi kupiga tofali. Wewe kabiwe acha mambo yako. Acha. Ikabiwe mwanangu wewe uko bie kabisa yani. Kusema kweli si mkwaji. Alafu unavyosema bei yake sijui laki na 30, sijui laki ngoma hii kuna laki 3 laki 4. Alafu unaniambia laki na 30 mkubwa. Mwanangu unamchanganya hapa. Wewe mwanangu hiyo bei chee mwanangu. Wewe chee 150 hapo hamna 130 tunamaliza kazi mzee. Sawa? Najua shemeji yako alikuwa ndivyo na simu. Ndio. Lakini kwa safari hii mimi hapa kusema kweli ndugu yangu sina hata chochote. Sina hela. Ila nataka kukusaidia. Uende pale kwa mtu wetu pale babani. Zomba. Zomba na anaweza kuchukua hii chuma. Zomba bwana naye anakuwa maisha sana bwana. Anataka kulalia bwana ndugu yangu na yeye. Inaye kulalia. Yasa ile mke wake huko aje kulalia wewe mtu wa kiume baba. Baridi bwana wangu. Wewe hapo ati baba. Nenda bwana kufunja hivyo kachukua mzigo pale kachukua hela. Wewe umenipinga mwanangu baridi. Sio kupinga ndugu yangu maisha tu haya. Mimi sio kupinga. Kwa mwanangu kaa chafu. Nenda. Kaudiona basi bila bibi. Baridi mwanangu. Baridi mwanangu kusomana. Alafu mjombo na nyuma chini. Shemeji yupo. Sema nini? So kesi. Mimi utaipiga hii. Wewe ninge toilet kwanza. Basi. Jamani. Si nimeacha ndani. Mbona basi sielewi. Haipo. Si kuna pale jamani. Sikuli mfikaje kule. Haipo. Si nimetoa huko jamani. Simu inahitaji nani amna sasa humu. Ngoja kwanza nipokee.
Hadija, ulikuwa wapi? Nilikuwa kila Jessica nicheza. Simekukataza kwenda kuzurura mtaani? Mama, nimeota tena Kasongo. Ashika kisu, anamuua mtu. Mwanangu, hizo ni ndoto tu. Hebu achana na hizo ndoto. Hebu nenda kuosha vyombo kule. Mtoto ana ndoto za ajabu ajabu. Yaani Kasongo. Mbona Kasongo jamani mtu mzuri hapa mtaani? Wanakuaje? Fresh man. Kama kawa. Oa, wewe unajua kinachoendelea hapa kijijini? Sijasikia lolote ndugu yangu. Upo wapi mwanangu? Upo wapi? Huyu mwana Turashi mtu hapa kijijini. Asikia kanyaga mwanangu. Kaya kanyaga kaenda kuiba tambo afu tambo yenyewe sasa anaenda kuwaibia sasa. Ili kundi la wachawi kina nani ya Kwandwa. Si atapotea sasa hapo. Maana kabisa ambapo ni hatari. Si mwenyewe imeshindikana kuzika. Imeshindikana wapi wewe ataiuzaje simu hapo yenyewe mauzauza yanamkuta kwa nini na nakwambia kijiji kizima hichi kinamjadili yeye leo kisakawa kama chizi mwanangu. Wewe. Ndio nakwambia sasa ukanyata atapata hapa unavyoambiwa. Yaani simu kakafokoa atapata hapa uko alipo. Kuziki imeshindikana. Yaani baba, nikwambie yani wewe unataka wangu unajificha sana na hala sana ndani. Sasa sisi tu kwa video yetu tunaona. Mimi mwangu bize kazi nyingi sijasikia. Nasikia kwako leo. Ndio hivyo mwanangu. Sisi tunakupa video yenu ndio tunakupea taarifa hizo. Hapo wenyewe ni sasa kidomo na sio sometimes kamdomo hichi nacho. Kwanza kichwa huko. Mauzauza anamkuta mwanangu. Yaani mbaya zaidi mimi namwambia kila siku yule mwanetu. Wizi upunguza. Mimi nakuwa kanyaga kwa kundi la wachawi lakini hapo atoboi. Safari anaondoka kabisa. Safari mwanangu nakwambia. Hapa yenyewe kijijini story kubwa hiyo. Vipi ndugu yangu? Ni majanga mwanangu. Mwanangu majanga mwanangu. Majanga gani tena? Majanga mwanangu. Mwanangu, ile simu majanga mwanangu. Ile simu gani? Hizo simu zenu za wizi hizo ndio maana zimekuwa jao. Yaani mwanangu wewe unaenda kuiba huko. Sasa hivi simu imekushinda akili, sijui imekushinda vipi? Mwisho wa siku unasema simu jao. Simu imekufanya nini? Mwanangu mimi nilikuwa geto unaona? Ile simu mimi nilikuwa kwenye kiti. Unaona? Simu iko kwenye kijiji nilikutoka nikaenda kujoa nje. Unaona huwezi kuamini mwanangu. Mimi nenda nje mwanangu ni chooni ile simu. Mimi nikakuta kwenye mlango wa choo, unaona? Kwa simu mimi mwanangu ile simu ikaita. Unajua simu mwanangu nimepokea. Mimi sikia mwanangu nasikia sauti za ajabu. Unajua mimi kutoka mwanangu mkuku nimekimbilia ndani unajua Nasema wewe wa simu. Simu inaita. Wewe usikii? Sikia sana usikie. Inaweza ikawa labda shilingi yako na kupigia. Ngoja kwanza nikaangalia. Sawa. Wewe shilingi yako hapo bwana. Au vipi? Bwana. Simu ina gani? Simu bwana majanga. Kwani nimeakanyaga mwaka huu. Bwana Lash ndio kulipia nini? Lasho. Hayo mengine ndio mkono yake simu yako. Shika simu yako. Simu imechageto bwana sio. Mimi sina simu mwanangu, simu imechageto bwana. Wewe umechageto vipi vingine ifuatayo imekuja nyumbani kwangu bwana? Simu imechageto mimi sio simu yangu bwana. Wewe Lasho, acha masiala wewe. Wewe kitakupata bomba. Yaani huyo mwanaume wako. Yaani mwanaume wako mpaka wewe mwenyewe. Nitakuja muuawe na mkiuawa mtazikwa sio kuzikwa tu. Yaani mtakwenda na limao. Wale ni wachawi wakubwa hakuna asiyewajua. Yaani unajua na kushangaa sana wewe. Yaani vitu navipata kwa Rashi. Hakuna mtu anaweza kunipatia hivyo vitu. Kwa hiyo maisha yangu mimi na Rashi mtuachie wenyewe. Sikaiba simu ya mchawi, sikaiba nini? Hapo yahusu. Kwa hiyo dada, pata mambo yako.
Yaani mimi namshauri vitu vya maana ananiletea nyodo. Eti rashi. Yaani kwangu mimi hata kama kwenye hii dunia angebakia peke yake ningebaki single. Kiranga komu. Hivi dada, haya mauaji yanaendelea hapa kijijini unaonaje? Maana watu kila siku wanazidi kufa. Yaani nasijui wanakufa vipi. Mara jana unamkuta mtu kafa kisimani, mara kesho unamkuta mtu sijui kafa pale kwenye mto. Yaani tafalani. Kwani mdogo wangu, wewe hujui wanaoua kijiji hiki? Wanaumiza kijiji hiki ni wakina Kwandu na Kitoga, ndio wachawi wa mji huu wa kijiji hiki. Sasa dada, mbona kipindi cha nyuma wote walikuwa wawafi na tulikuwa tunaishi kwa amani tu, na hao kina Kwandu na Kitoga wote walikuwepo? Iweje sasa hivi? Wachawi wana muda wao kutoa kafara. Huu ni muda wao sasa umefika wa kutoa kafara. Kwa hili dada, tusilinyamazie kimya, inabidi tufanye namna. Vipi mwana, maana nimekuja kwako nimekukosa. Sakina kaniambia kaenda kuchuma miogo, nikasema huko na mimi nipate miwili ya kutafuna. Ndio. Miogo utapata, haina shida, ila mimi mwenyewe nilikuwa nakutafuta kweli yani. Niambie. Mdogo wako Batuli ule ujauzito haupo. Nini? Ndio hivyo. Basi hapa kijijini hayo mambo bado yanaendelea. Unamaanisha Batuli? Namaanisha Batuli yeye mdogo wako, nenda ukamwangalie, ana ujauzito. Batuli huyo unamjua wewe Batuli, si mdogo wako? Imekuwaje tena jamani? Ndio hivyo tena. Batuli, hivi hicho nilichokisikia ni kweli jamani? Ni kweli dada. Sina mimba tena. Nimeamka asubuhi najikuta sina mimba. Hospitali nimeenda, sina mimba. Sina mtoto tena dada. Mbona hawa wachawi wanatueleza mtaani hapa jamani, shida ni nini? Dada, wewe ulikuwa na mimba ya mwezi mmoja ulikuwa unazaa jamani? Ndio dadangu. Nimeamka asubuhi na kuta sina mimba dada. Nisielewi nimesenenda wapi dadangu. Yaani hawa wachawi washatuchota jamani, tumechoka. Ifike hatua yani tuwatafutie namna, haiwezekani bwana. Jamani pole mdogo wangu jamani. Pole sana. Yaani mdogo wangu, dada. Yaani nataka niwe na nguvu nyingi. Yaani nataka niwe na nguvu kiasi kwamba huu msitu wa maadui zetu wote na umiliki. Wewe unamsikiliza bibi, achana na mambo ya bibi ya zamani haya. Lakini dada, nimejaribu kumsikiliza bibi, maana najua mambo mengi kuhusu msitu. Mimi nimeshakwambia wewe achana na mambo ya bibi. Bibi mambo yake ya kizamani. Mbona uelewi wewe? Nimejaribu kumsikiliza hata kidogo. Mbona kama kitu kinanishika? Nini? Njoo. Haya vipi, mbona hemwa? Bibi, Kwandu amekamatwa. Na nani? Kule msituni, ule msituni tuzoea tusienda, si tulienda.
Mimi si niukatazeni ule msitu msiende nyinyi. Ndio, lakini dada alikataa, alinisisitiza tuende. Nyinyi hamsikii, mimi nishakukatalieni ule msitu mbaya, ule msitu mkubwa. Mimi ujanja wangu wote sijafika pale. Dada ndo alisisitiza, nimemwona kabisa amevutwa, kuna kitu kimemvuta. Sasa tutafanyaje? Bibi, fanya kitu. Unajua hamna kitu ambacho kwenye dunia kinauma kama unamwona mwanamke ambaye mimba miezi 9. Kuna wengine inapitikizeka hadi 10 hadi 11 wakati mwingine inafika. Alafu ajifungua mtoto bahati mbaya labda anakufa. Ile ina maumivu yake. Lakini maumivu zaidi labda kuzidi wapi? Unamkuta mtu dada anabeba ujauzito hadi miezi 8 hadi 9, kwamba labda kesho au kesho kutwa au mwezi bado siku chache pale ajifungua. Lakini ghafla tu ile mimba inaenda inapotea. Haieleweki wapi imekwenda. Yaani nao ndio maumivu yake ujue. Blaza wote usikilize. Wewe tuambie tu kweli kama shemeji naye mimba ndio afu msafiko hakuna, inawezekana labda kuna mazingira yale wenyewe huko. Hapana. Laiti kama ikiwa ni shemeji yenu basi mimi ningekuwa saa hizi nawaza nikipe nikifanye. Lakini Batuli. Nasi wengi mkoko Batuli ni mjamzito. Nafahamu mwenyewe nimekutana juzi hapo kitumbo hicho ndio kimejaa, nimekutana juzi tu hapo. Nasema Batuli kumbe. Sasa Batuli sio leo kesho tu anajifungua wewe. Sasa Batuli ule uzito wake haupo tena, umepotea wewe. Za masiara bado. Masiara? Sasa Batuli si unaona juzi tu hapo. Mwenyewe nimekutana juzi tu hapo kitumbo hicho kimejaa. Ndio kikubwa tumekutana juzi tu hapo. Na leo kesho utajifungua. Alafu narudi kutuambia sio nini? Hatakuwa mauzauza baba. Sasa sikia ngombe kitu kimoja. Mimi nimeona naye juzi. Mimi nimeona naye jana akiwa analia sana. Yaani nimeshangaa. Nikamwambia yuko wapi mtoto nimlee? Majibu alionipa, ujauzito umepotea. Na mimba ikitoka au ujauzito huo, mtu akitoka hospitali anafanywa usafishaji, wafahamu wenyewe kina mama yanatokeaje. Yule haijatoka, imepotea kwenye mazingira ambayo hayaeleweki. Kwa hiyo sasa hivi Batuli hana ujauzito wowote tumboni mwake. Na hata kama akipimwa hakaonekani mimba. Hapo tusiumize kichwa sana kufikiria mambo. Tusiumize kichwa sana, si wachawi kina nani hawa? Watakwenda kitoka. Hawa. Pengine ndio chanzo cha mimba kutoka hao. Isha habari. Umesikia beza wote? Mimi mwenzako nisikufichi. Wale watu wale wachawi bwana. Niko nimelala. Asubuhi nimekuta mwili wote unauma, Mimi naongea na mdogo wangu asubuhi na mwelekeza, ananiambia wale yale wakina kwangu na kitoga hao. Wanakulimisha sijui milimu nini mizigo au wanakulimisha mashambani huko namna gani vipi? Mimi naisita kwa hao tu. Sikia jamani. Wakati ambao umepiga story kuhusu wachawi, hasa watu wao wanaozungumzia au ni moto kutia mbali. Tuko mazingira gani? Hizo ni namba chafu. Namba nyingine mmezitaja ujue hizo. Sasa sije kama zungumzia mambo hapa, afu baadaye mimi nimeniponza. Mdomo koma. Mimi najipenda. Mashosti, mimi mwenzenu kukaa na kitu loni siwezi. Endapo nimekaa kuna kitu kinanikeleketa hapa kinafanya kama mnavyonijua. Shoga yangu nimepata taarifa. Batuli si alikuwa na mimba. Alikuwa na mimba yake kubwa mwenyewe. Mimba imepotea. Kijiji kina maajabu nyinyi. Chukulieni kama masiara. Mimba imepotea. Ilibakia kama wiki moja hivi au 2 ajifungue. Mimba yaani mtumbo huko hapa lakini sasa hivi haupo. Kuna mambo? Itakuwa hiyo mimba imepotea tu kishirikina jamani. Maana hiki kijiji kimezidi kwa vitimbi. Au nyinyi mnasemaje? Sasa inawezekanaje mimba ipotee tu hivi jamani? Watakuwa ni hao kina kwandu. Maana hiki kijiji kizima ndio wanafika kwa uchawi. Hakuna soa jua hiki kijiji. Moto apotea mbali. Yaani hiyo mimba itakuwa imepotea tu kichawi. Mimi mwenyewe mwaka wa 6 sijawahi kuwa na mimba. Yeye tu na mimba yake. Afadhali na ile inakuuma na wewe si ubebe. Niume nini?
tabia mbaya. Sasa mimi simu, taarifa zikija sijui nini mtaroga wenyewe. Mimi hata sitaki hayo mabaraka. Vipi mwanangu? Fresh tu. Vipi huku tena? Huku unakuja kutega nini, mitego ya sungura nini ile? Mwanangu una hatari wewe. Tena unakuja mwenyewe huku na mazingira yanavyosemekana mwanangu. Ila sio mbaya. Unajua nini? Sisi tunaenda zetu hapo kwenye shamba letu la mpunga hapo. Unajua sasa hivi ndege wengi. Kwa hiyo vipi? Tunaweza tukaongozana au bado unabaki kuangalia mitego ya sungura wako ndugu yangu? Baridi tundokeni. Au kile ndio chako tena. Niporele bwana. Baridi mwanangu, tunaweza tukaongozana mwana. Waibu, mwana kaka songo kwa mkaba wetu. Umeona kweli? Ndio. Yule sio kasongo. Umeona vizuri kabisa. Lakini sina uhakika. Wewe sio kasongo. Sio kasongo. Kasongo hawezi kufanya vitu kama vile. Kweli? Kweli bwana. Haya. Yule dada ndio alikuwa anajifanya na mimba kumbe ana lolote yule. Baba eti. Mimba! Hiyo mimba ipati wapi? Mimba tatakuwa na wale mimba kunakuza pamoja na bana. Kazi iko pale. Kichekesho. Mimba atakuwa na yule bwana. Hivi kwanza familia yake itakuwa namfikiriaje kwanza? Kifupi sijui sikai naye kifupi. Nasikia kitu kinauma kweli yani. Hujanywa maji muda mrefu, maana unashinda sana juani wewe. Yaani kichwa kinaniuma kweli. Kimeanza sasa hivi ghafla tu hapa, yaani kichwa kinaniuma kweli brother. Naomba niende nyumbani kupumzike. Sasa ukifika nyumbani pale, mwambie shemeji yako akupe tembe 2 za dawa za maumivu. Ili utumie ujipumzishe pale. Mimi narudi muda sio mrefu. Sawa brother. Basi una tabu. Wewe wapi? Brother. Hai. Bwana sema hali vipi? Bwana salama, za kwako? Salama. Hivi yule bwana unamjua vizuri wewe? Yule bwana ndio. Namfahamu na anaishi naye nyumbani. Kaka, yule ni mtu hatari sana. Hatari? Yaani yule bwana mimi namfahamu vizuri. Namfahamu vizuri yule bwana kwa sababu kile kijiji ambacho nilikuwa naenda kufanya biashara kipindi kile. Ndio kijijini kwao yule bwana. Sawa. Sasa basi, wale walikuwa wawili. Hawa bwana walikuwa wanajitafutia mali kwa njia za kishirikina. Na masharti ambayo walikuwa wamepewa ni kuua wanawake 12. Wakawa wanaifanya hiyo shughuli pale kijijini. Wakawa wanaua wanawake, watu wakawashtukia. Wakaanza kuwatafuta wale mabwana. Wamewatafuta wakaja mmoja akapatikana mwenzie yule. Wakamata tu piga mapanga ndio akachoma moto akauawa yule bwana. Huyu bwana akaendelea kutafuta na yeye. Siku hiyo akaonekana. Huyu bwana alikimbizwa huyu bwana kwenda kutaka kuuawa huyu, akaja akatoweka.
wamebana kauliza kijijini wakiwa bwana wamemkosa. Ni mtu hatari sana huyu. Sana shangaa unavyosema unaishi naye. Ndio maana kijiji chetu hapa watu wanaokufa ni wanawake. Yeye huyo ndio yeye kabisa anafanya hayo mambo. Muuaji yule bwana ni mtu hatari kweli kweli. Kila kukicha matukio makubwa ni wakina mama tu wanafariki. Yaani huyo ni yeye kaka. Yeye ndo anaua. Huyo ni muuaji mtu hatari sana kaka. Huyo mtu. Na siku hiyo ndio nimekuja mpokea mimi anakimbizwa. Ana heme zuka. Watu wanamkimbiza na masilaha. Kamata! Tigo! Nakufa! Wananiua! Mwacheni, mwacha! Acheni, mtaua! Ningemaliza yule mshikaji. Nakwambiaje? Mimi mwenyewe nimechoka na ujinga wake yule. Ningekata kichwa kabisa. Unataka kuniua wewe? Kusa nini? Sisi tunataka kuniua bwana. Kwani mwafanya nini kikubwa? Unataka kuniua bwana. Sisi tunakuangalia tu. Sasa nataka kuniua. Nani wewe? Wewe umetetea mara ya mwisho leo. Tuliza mkali. Twende nyumbani tukazungumze vizuri kwa maana una hema unamwaga jasho. Twende nyumbani. Nataka kuniua. Yaani kukosa mimi alikuwa anamuua, sio kukosa nini? Na muoji ananiambia wewe familia yetu yote nibaki mimi ndio nilikuwa nataka kunimalizia. Sijui unakomfuta na wazazi wangu. Kaongopa yeye ndio muuaji yule bwana, ni mtu hatari kweli kweli yule bwana. Kashaua huko. Yaani kauna. Laiti kama angekuwa watu wanajua wangemfuata. Sasa ngoja niende nyumbani kwa mke wangu. Twende kwa mwenyekiti wa serikali za mtaa. Tukatoe taarifa mapema iwezekanavyo. Fanya hivyo kaka ili kusaidia kijiji chetu. Mtu hatari sana huyo. Ngoja mimi niwahi. Mpokea mtu afuata ujue maskini Mungu sana watu wakosana kuwa. Sikubali. Lazima nikamilishe idadi. Mimi siwezi kufa maskini. Sikubali kufa maskini kabisa. Lazima nikamilishe idadi. Mganga aliniambia niue watu 12. Nishaua 11. Bado mmoja tu. Lazima nikamilishe idadi. Sitaki kufa maskini. Sitaki kufa maskini. Lazima nikamilishe idadi. Mimi naua tu. Mganga aliniambia watu 12. Sasa hivi umeshafikia 11. Bado mmoja. Lazima nikamilishe idadi.
Mali aliyozungumziwa msibani anaonaje? Yale mambo yanakusikitisha. Yaani wewe jamaa ina maana kuaminiwa kote kule. Unafanya mapio kama yale. Kasongo ni mshenzi. Ngoja kwambie kitu kimoja. Mimi nitakuwa mmoja kati ya hilo jopo utakwenda kumtafuta. Yaani mimi nikimwona lazima nimchome kisu. Ukamchome kisu tena. Na wewe utaonekana muuaji. Hapana. Yale mambo yanakusikitisha. Hivi kweli yule jamaa ina mambo pale wote kumwamini kote kule tulikuwa tunakaa naye kijiweni. Ndio matukio kama yale kweli. Alafu mke wa Hussein alikuwa mpole. Mcheshi, mdada wa watu kamuua. Kweli jamani. Unajua sasa hivi yani kwenye hii dunia tunajifunza sasa kusaidie watu. Kuaminiana hakuna tena. Unaweza kumsaidia mtu tena sasa hivi. Mwana mtu kumsaidia ndio kama hivyo na mwisho wa siku anakugeuka unafanyaje? Kama hivyo kutokea bwana Hussein, inaweza kanitokea hata mimi. Dunia sasa imeshaharibika. Na hapa tunachojifunza ni kwamba tusisaidie watu. Bwana ukisaidia mtu na hivyo anakuja na kugeuka. Kwa kweli tusaidiane hapa. Wanangu, hivi mna habari kama hapo mwenyekiti kuna issue katoa mwanangu hapa ya hela nono? Hatuna habari yoyote. Mwanangu mnakupogoa wapi? Aswa mwanangu tumekutana kila sehemu naambiana mambo. Mwenyekiti katoa dili nono huko Kasongo na ndio weka Kasongo. Kaua mwenyekiti katoa dili nono atakayekamata Kasongo. Na dili nono huko mwanangu. Pesa nono. Wewe huyu Kasongo. Kaua nani mke wa Hussein mwanangu? Hussein huyu. Mke wa Hussein. Mwenyekiti katoa dili, katangaza kijiji kizima hicho unapoona. Atakayemkamata Kasongo. Oa maisha yako mwanangu hivi. Sasa una dili nono limetolewa. Sasa kama hilo dili mimi linanihusu. Maana hapo kati hapo kuna binti mmoja. Nimeshazungumza naye, nimepata safi kabisa yuko vizuri. Nataka nichukue nioe. Sasa mahali sina. Kama mwenyekiti katoa hilo, mimi linanihusu hilo. Unaona? Linanihusu. Nisaidie huyo jamaa patikane, nimchomeshe, akamatwe. Mimi nikatoe na mali. Huyu mwanetu vipi? Tukusaidie, tusaidizane kama vipi? Au la sivyo atakayemdumia kokote. Ndio ipo hivyo. Mambo tusaidizana. Useme tukusaidie maana dini nataka mwenyewe ukaoa au sio mwanetu? Mimi hapo mali sina. Na ninahitaji kuoa. Na ile nimetoka yote hilo. Lakini ndio nini mwanangu? Binadamu si mtu wa kuamini. Kasongo alikuwa ni mtu mzuri sana kwani kijana mstaarabu mwenye tabia nzuri tu. Ndio hivyo. Kashika vipi unafika badilika sometime Mungu. Yule jamaa maisha yake anaona kasha nzuri tu ile alikuwa mstaarabu, kijana mwenye heshima. MK, hivi umesikia yaliyojiri kwenye msiba wa mke wa Hussein? Sijajua na msibani penyewe sijafanikiwa kufika kabisa. Kuna nini bwana? Yaani yaliyojiri hata sijaamini. Kumbe Kasongo ndo kamua mke wa Hussein. Kasongo huyu ambaye tunamjua? Huyo. Kumbe huko alikotoka alikuwa muuaji mkubwa. Katafutwa huko kakimbilia huko. Kumbe unaona watu wanapokufa hapa mtaani. Kumbe enda naye wa huko. Yaani kila mtu msibani kashangaa. Dada Kasongo huyu ambaye tunamfahamu ndio muuaji wa mke wa Hussein. Ndio huyo. Yaani haifai, kila mtu ameshangaa. Na mimi si nani alibakiza kuniua mimi nilipokuwa nimemzoea. Unajua, yani wewe unaelezea yote siwezi kuamini kwa sababu Kasongo ni mtu mwaminifu, mtu mpole, mtu mtaratibu. Leo nasema muuaji kweli? Ndio mimi nimeshangaa, yani sina kitu kuamini. Yaani siamini kabisa. Kwa mwenyekiti katangaza popote atakapoonekana watu watoe taarifa kamati. Na mimi vile sipendi mauaji, mimi ndo nitakuwa mtu wa kwanza kutoa taarifa mtumwa. Kasongo mimi si ndio nilipokuwa nimemzoea vile. Ni watoto wa kike sina shobo sana.
mafanikio yana siri kubwa sana. Mafanikio yana siri kubwa sana. Yaani mimi leo wa kujificha msituni kama mnyama pori. Kujificha msituni kama mnyama pori. Mbona nasikia kama sauti za nasikia kama sauti za mnyama. Inawezekana huu msitu ukawa na wanyama wakali iwe. Nisikia kama sauti ya mnyama. Itakuwa mawenge tu, najitisha. Itakuwa najitisha tu, ni mawenge tu. Hata niko salama. Ndio ndio